watu ambao hawatoingia peponi. Mimi nitazungumzia watu watatu. Sasa mtu wa kwanza katika hawa ni mtu mshirikina. Ni mtu kuwa mshirikina alafu anaitamka la ilaha illa Allah. Hiyo ni hatari kubwa sana. Dhahiri anaonekana ni Muislamu, dhahiri anatenda mambo mazuri, dhahiri anatenda mema, lakini kwake yeye hayo yote hakuna anachopata. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Hakika umeletewa wahi, umefunuliwa kwako Muhammad, na pia walipelekewa ufunuo au wahi waliokuwa kabla yao unaosema hivi: utakapomshirikisha Mwenyezi Mungu tu, basi amali zako zile nzuri zote zitaharibika na utakuwa wewe ni miongoni mwa wenye hasara. Ndugu zangu katika imani, mtu wa pili katika ambao hawatoingia peponi ni mtu fitina. Mtu fitna hatoingia peponi. Fitina ni kuhamisha naqlul kalami baina nnasi, ni kuhamisha maneno kati ya watu liqasdil ifsadi bainahum, kwa lengo la kuharibu au kuwavuruga. Hawa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulul jannata namam, hatoingia peponi mtu fitna. Mtu ambaye kazi yake ni kuwavuruga watu, huyu haingii peponi. Kwa nini? Kwa sababu ana lengo la kuiharibu jamii, anahamisha maneno kwa mtu na mtu imani. Mtu wa tatu ambaye hatoingia peponi ni mtu anayekataa udugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulul jannata qati', hatoingia peponi mtu anayekataa udugu.